Basi inshallah nitampa akhi hapa atusomee kidogo ili tuweze kuona sifa za huyo Ali kwa mujibu wa vitabu vya Mashia wenyewe. Akhi, naomba unisomee kuanzia hapa, au kwa kuhofia muda naweza nikasoma tu mwenyewe hapa. Hichi kitabu kinaitwa Mikesha ya Peshawari, kimeandikwa na Sultanul Waidhin Shirazi na kimetarujumiwa na Dr. MS Kanju, na hapa kopi yake ya Kiarabu tunayo. Anaelezea ubora wa Ali bin Abi Talib. Anasema mnamo mwezi 20 ya Shaabani, wakati Ali alipokuwa katika kitanda chake cha umauti kufuatia lile shambulizi la Abdurrahman ibn Muljim Muradi, alimtuma Imam Hassan kuwaita wale Mashia waliokuwa wamejikusanya kwenye mlango wa nyumba yake. Walipoingia ndani mnamo mwezi 20 ya Ramadhani, wakati Ali alipokuwa katika kitanda chake cha umauti kufuatia lile shambulizi la Abdurrahman ibn Muljim Muradi, alimtuma Imam Hassan kuwaita wale Mashia waliokuwa wamejikusanya kwenye mlango wa nyumba yake. Walipoingia ndani, walikizunguka kitanda chake huku wakilia kimya kimya. Ali akasema, mnaweza kuuliza swali lolote mnalolitaka kabla sijakuacheni, lakini maswali yenu yawe mafupi. Mmoja wa wale waliokuwepo pale alikuwa ni Suasua bin Sahwan, wanachuoni wenu maarufu kabisa kama Ibn Abdul Birri na Ibn Saadi wameandika kuhusu maisha na tabia yake. Wamemtegemea yeye Suasua, wakithibitisha kwamba yeye alikuwa ni mtu mwenye elimu kubwa. Suasua alimwambia Ali, naomba unifahamishe, ni nani mbora, ni wewe au Adam? Imamu mtukufu akasema, haifai kwa mtu kujisifia mwenyewe, lakini kulingana na kauli adilifu na neema za Mola wako alizokujalia zisimulie, ninakuambia kwamba mimi ni bora kuliko Adam. Alipoulizwa ni kwa nini imekuwa hivyo, Ali alieleza kwamba Adam alikuwa na kila namna ya huruma, starehe na neema kwa ajili yake ndani ya pepo. Alitakiwa tu kujizuia kutokana na chakula kile kilichokatazwa, lakini hakuweza kujizuia na akala kutoka kwenye mti ule. Matokeo yake yeye alifukuzwa kutoka peponi. Mwenyezi Mungu hakumkataza yeye Ali kutokana na kula ngano, ambayo kwa mujibu wa imani ya Kiislamu ndio mti uliokatazwa, lakini kwa kuwa yeye hakuwa na mwelekeo kwenye dunia ya mpito, yeye alijizuia kwa hiari yake mwenyewe kula ngano. Hoja ya kauli hii ya Ali ilikuwa kwamba ubora wa mtu mbele ya Mwenyezi Mungu ulitegemea kwenye uchamungu na utii, na kwamba kilele cha uchamungu kinaegemea katika kujizuia hata kwa kile ambacho kinaruhusiwa kihalali. Hapa sisi tunavyoelewa ni kwamba Mwenyezi Mungu alimkataza baba yetu Adam kula ngano, lakini Adam hakukatazika, akala. Ali bin Abi Talib akajizuia kula ngano, lakini kwake haikuwa amekatazwa. Kwa mujibu wa pointi kwamba Adam amekula alichokatazwa, Ali amejizuia kutokula kile ambacho amekatazwa Adam, lakini Ali hakukatazwa. Basi kwa mujibu wa pointi hii, Adam anakuwa ni mbora, Ali anakuwa ni mbora kuliko Adam. Suasua akauliza tena, ni nani mbora, wewe ama Nuhu? Ali akajibu, mimi ndiye mbora. Nuhu aliwalingania watu wake kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini hawakutii. Kitendo chao cha aibu kilikuwa ni kumtesa yeye. Yeye aliwalaani na akamwomba Mwenyezi Mungu, ewe Mola wangu, usibakishe hata mtu mmoja juu ya ardhi miongoni mwa madhalimu hawa. Baada ya kifo cha mtukufu Mtume,
sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ingawaje watu walinisababishia matatizo makubwa, mimi sikuwalaani kamwe, niliyabeba mateso yao kwa subira kubwa. Ni kwamba Nuhu alayhi salam, baada ya kuwalingania watu wake, wakamkatalia, wakamtesa, lakini Nuhu hakuacha bure, aliwapatiliza. Lakini huyu Ali bin Abi Talib, pamoja na kwamba alifanyiwa dhulma baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye alikaa kimya. Kwa mantiki hii ni kwamba yeye ni mbora Ali kuliko Nuhu, mtume wa Mwenyezi Mungu. Huyu bwana akauliza tena, ni nani aliye mbora, wewe ama Ibrahim? Ali akajibu, mimi ni mbora, kwani Ibrahim alisema, Mola wangu nionyesha jinsi ulivyofufua wafu. Mwenyezi Mungu akasema, kwa nini huamini? Akasema, hasha, bali ili moyo wangu utue. Imani yangu ilikuwa kiasi kwamba nilisema hata kama pazia la yale yaliyo ghaibu lingefunuliwa, imani yangu isingeongezeka. Yani ni kwamba Nabii Ibrahim, kitendo cha kumuomba Mwenyezi Mungu amuonyeshe ni namna gani anavyofufua wafu, basi imekuwa ni challenge kutoka kwa Ali bin Abi Talib kwamba yeye hata kama pazia la mbingu likafunuliwa, akaona yale ya ghaibu ambayo hayaonekani katika hali ya kawaida, imani yake isingeongezeka, kwa maana kwamba iko neti pale pale. Mathalan sisi tumekaa hapa, Allah akajalia akafunua lile pazia, tukaona moto, tukaona pepo, moja kwa moja ni kwamba imani zetu lazima zitapanda. Lakini kwa Ali hili si tatizo, kwamba hata kama angalifunuliwa. Kwa hiyo kwa pointi hii, yeye na Ibrahim, basi yeye ni mbora kuliko Nabii Ibrahim. Sasa akauliza tena, ni nani mbora, wewe au Musa? Imamu mtukufu akajibu, mimi ndiye mbora, kwani wakati Mwenyezi Mungu mtukufu alipomtuma Musa kwenda Misri kumlingania Firauni kwenye haki, Musa alisema, Mola wangu, kwa hakika niliua mmoja wao, kwa hiyo naogopa wataniua, na ndugu yangu Haruni ni fasihi zaidi ulimi wake kuliko mimi, basi mtume aende pamoja nami kunisaidia ili anisadikishe, hakika mimi na hofu watanikadhibisha. Mtukufu mtume aliniagiza mimi kwa amri ya Allah kwenda Maka kusoma aya za surat Al-Baraa kutoka juu ya Kaaba kwa makafiri wa Quraishi. Mimi sikuwa na hofu, ingawaje kulikuwa na watu wachache ambao walikuwa hawajapoteza ndugu yao wa karibu kwa upanga wangu. Kwa kuitia amri yake, nilitekeleza kazi hiyo peke yangu, nilisoma aya za Baraa na nikarejea. Kwa maana nabii wa Mwenyezi Mungu Musa alipotumwa aende kwa Firauni akahofia kwa sababu ameua. Lakini huyu Ali bin Abi Talib, kwa sababu alipotumwa yeye kule Maka hakuna familia iliyosalimika na upanga wake, yeye hakuwa muoga, alikwenda. Kwa pointi hii kwamba Ali ni mbora kuliko Musa. Sasa akauliza tena, ni nani mbora, wewe au Isa ibn Maryam? Ali akasema, mimi ni mbora, kwani wakati Maryam alipokuwa mjamzito kwa rehema za Mwenyezi Mungu na wakati wake wa kujifungua ukakaribia, ulishushwa wahai kwake, ondoka katika nyumba hii tukufu, kwani nyumba hii ni nyumba ya ibada, sio mahali pa kuzalia watoto. Matokeo yake aliondoka kwenye nyumba tukufu hiyo na akaenda kwenye kichaka ambako alijifungulia mtoto. Lakini wakati mama yangu mimi Fatima binti Asadi alipojisikia uchungu wa uzazi ndani ya eneo la Kaaba tukufu, aling'ang'ania kwenye ukuta, akamuomba Mwenyezi Mungu kwa jina la nyumba ile na mjenzi wa nyumba ile ili apunguzie maumivu yake. Mara ufa ukajitokeza katika ukuta huo, na mama yangu akasikia sauti ya kimiujiza ikimwambia, ewe Fatima, ingia kwenye nyumba ya Kaaba. Yeye akaingia ndani na mimi nikazaliwa ndani ya Kaaba tukufu. Kwa kitendo cha mama yake Maryam kufukuzwa kwenye nyumba ya ibada, kuambiwa toka, sio sehemu ya kuzalia, na mimi mama yangu alipotaka kunizaa basi aliambiwa aende kwenye Kaaba. Kwa pointi hii mimi ni mbora kuliko Isa ibn Maryam. Maneno kama haya
ndio wanatutia mashaka na nukuu za vitabu vya Mashia jinsi wanavyomuelezea Ali bin Abi Talib, kwa sababu tunashindwa kuelewa Ali huyu ni mtu tunayemjua sisi au Ali huyu wanaye Ali mwingine kwa mujibu wa vitabu vyao. Pia kuna riwaya moja inatueleza kwamba miongoni mwa ubora wa huyu Ali bin Abi Talib ni kwamba aliletwa na kila mtume kwa siri. Kitabu Masharikul Anwar, Anwarul Yaqin fi Asrar Amir al-Mu'minin cha Mashia Ithnasharia, aliletwa na kila mtume kwa siri isipokuwa kwa Muhammad tu ameletwa kwa dhahiri. Nukuu kama hizi zinatutisha. Ali huyu miongoni wa ubora wake, yeye ndiye aliyekuwa pamoja na Ibrahim katika moto, na ndiye aliyefanya uwe baridi na salama, na yeye ndiye aliyekuwa pamoja na Nuhu katika safina, na ndiye aliyemuokoa. Yeye kwa mujibu wa ubora wake na ilmu alizotaja Sheikh hapa, Ali huyu ndiye aliyemfundisha Taurati Musa, na ndiye aliyemtamkisha Nabii Isa akiwa mdogo, na ndiye aliyemfundisha Injili, na ndiye aliyemuokoa Yusuf katika kisima. Kwa hiyo kwa mujibu wa vitabu vya Mashia, Ali tunashindwa kumwelewa. Huo ubora wanaodai huo, kwa mujibu wa vitabu vyao, kwa kweli tunapopitia tunashindwa kumwelewa Ali bin Abi Talib wanaomfuata Mashia ni yupi. Ni huyo kwenye vitabu vya Ahlus Sunna wal Jamaa au mwingine? Tunakwenda haraka haraka. Tunakuta hapa riwaya kitabu hiki. Anasema siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa amekaa na Jibril wanazungumza, mara akatokea Ali bin Abi Talib. Jibril akasimama. Tumetaja Masharikul Anwar, Anwarul Yaqin fi Asrar Amir al-Mu'minin, ukurasa 112. Jibril akasimama, Mtume akauliza, inakuwaje unamsimamia huyu kijana? Akasema, mimi nina haki ya kumsimamia huyu kijana kwa sababu yeye ndiye aliyenifundisha mimi. Jibril anasema kwamba Mwenyezi Mungu aliponiumba aliniuliza. Jibril anasema kwamba Mwenyezi Mungu aliponiumba aliniuliza, mimi ni nani na wewe ni nani? Anasema ikawa nimenyamaza, sijui namna gani nijibu. Mara akatokea Ali bin Abi Talib akanifundisha kwamba mwambie wewe ni Mwenyezi Mungu na mimi ni Jibril. Sasa mpaka hapa kwa nukuu kama hizi inakuwa bado tunashindwa kumwelewa huyu Ali bin Abi Talib huyu wanaomfuata Mashia huyu ni yupi. Alafu kuna nukuu nyingine hapa inasema, Ali anasema, ukurasa kitabu hicho cha Sheikh ukurasa 112, anasema, niulizeni kabla sijakutangulieni kutokana na ilmu ambayo haijui Jibril wala haijui Mikail. Kwa kweli sifa za Ali bin Abi Talib ziko nyingi sana. Hapa kuna kitabu Nawadirul Akhbari, katika ukurasa kuanzia ukurasa 391 kuna hadithi ndefu sana inazungumzia jinsi Ali bin Abi Talib siku ya kiyama atakapopewa bendera na ataongozana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tusanukuu kipande kidogo tu, kwamba anasema, yani wanamnukuu Mtume kwamba ndo wanasimulia kwamba na tutakapopita kwa manabii, wale manabii watasema, na ukurasa 392, tutakapopita kwa manabii, wale manabii watasema kwamba hawa ni malaika lakini hatukuwafahamu.
Yani Ali na mtume ni malaika, lakini hatukuwafahamu. Watakapopita kwa malaika, wale malaika watasema hawa ni manabii na mitume. Yani Ali na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakapopita mbele ya malaika watasema kwamba hawa ni mitume na ni manabii pia.